Kiini kikuu cha tatizo hili ambacho kitabu hiki kikaandikwa, hiki kitabu kimeandikwa, naomba nikwambie ndugu yangu, kimeandikwa na watu waliokula vibaya. Hiki kitabu mpaka wafundishe hivi, kimeandikwa na watu waliokula vibaya. Nina mashaka na walioandika hapa wanakula vibaya. Wacha nikuonyeshe kwanza kwenye roho ya unabii. CD 53 paragrafu ya pili. Wacha nithibitishe kwanza hayo madai. Sikia vizuri. Mtu anaenda kwenye baraza la kanisa huku amekula nyama na kuhakikishia anaenda kuamua ujinga. Wacha nikuonyeshe nukuu. Mnaoenda kwenye mabaraza ya kanisa, hakikisheni hamjala mkashiba kupita kiasi, mkakula mkapitiliza. Lakini pia msile mmekula, msiende huko mmekula nyama, mmekula kahawa, mmekula majani ya chai. Nyinyi ni walevi na mmeenda kwenye baraza. Kwa mtu aliyekula hivi ni mlevi. Wacha nikuonyeshe. CD 55 paragrafu ya 3, 55 paragrafu ya 3 inasema hivi. Wacha tusome. Wacha nisome. 53 paragrafu ya 3 ya Council on Diet and Food. Anayeenda kwenye baraza amekula nyama na amelewa, huyo ni huyo ni mlevi. Wacha nikuonyeshe. Ni huruma ilioje kwamba mara nyingi wakati kujinyima kunapaswa kutekelezwa, tumbo hujazwa na kiasi kingi cha chakula kisichotia afya njema ambacho hubaki humo kuoza. Kuna chakula ambacho ukikila kinabaki tumboni na kinaoza. Ukikila kingi kinaoza. Sasa kikioza mtu analewa. Tumbo lililojazwa vyakula vilivyooza ni sawasawa na akili iliyooza. Sasa hiyo akili iliyooza inaenda kwenye baraza. Wacha tuone. Kutaabishwa kwa tumbo huathiri ubongo. Tumbo likitaabishwa kwa chakula kilichooza, akili nayo inataabishwa kwa chakula kilichooza. Chakula kilichomo tumboni kikiwa kiovu na chakula kitakachotoka akili kitakuwa kiovu, kimeoza, akili itakuwa imeoza, tumbo limeoza. Wacha usikie. Anasema hivi. Mlaji asiye na akili hatambui kwamba anajinyima kustahili kwa ajili ya kutoa shauri la hekima. Yaani huyu mtu aliyekula hivi hata akienda kwenye baraza haendi kutoa ushauri wenye hekima. Haendi kutoa. Anasema hivi. Akijinyima kustahimili, anasema kwa ajili ya kuwepo, akijinyima kustahimili kwa ajili ya kuweka mipango ya maendeleo bora zaidi kwa kazi ya Mungu. Ajenda ya kwanza kwenye baraza huwa ni uinjilisti. Mchungaji anayeenda amekula nyama, anayeenda amekula vyakula vingi mpaka vikaoza tumboni, akifika kwa kanisa anaenda kuamua mipango ya Mungu, na huku tumboni kuna vyakula vimeoza. Usiku alikula akashiba, tena alikula usiku saa 3 akalala. Yaani anakula hapo hapo na kulala. Anaamka chakula kimeoza. Na wengi wanakaa mabaraza mpaka wanapikiana usiku. Wachungaji na washiriki wa makanisa, mabaraza yote mnaokaa katika makanisa, ni sawa na hii idara ya afya hii. Hii idara ya afya imeandika haya kwa sababu waliokaa hapo na kuhakikishia wanakula vibaya. Wacha nikuonyeshe. Anasema, lakini hili ndivyo ilivyo. Hawezi kupambanua mambo ya kiroho. Na katika mkutano wa baraza, yani baraza la kanisa, pale ambapo angepaswa kusema ndio, anasema pale ambapo angepaswa kusema ndio na amina, husema hapana. Yani kwenye neno la Mungu likija, wakiwa kwenye baraza, hoja ikija ikawekwa mada, pale ambapo alitakikana aseme ndio au amina, anasema hapana. Na pale alipotakikana aseme hapana, anasema ndio. Na pale alipotakikana aseme ndio, anasema hapana. Utakuta anaenda kinyume na neno la Mungu. Huyo amelewa vyakula akili. Kwa hiyo tukifika hata kwenye baraza, wapendwa, mimi hata itakikana huyo mtu anaenda kwenye baraza kwanza, hata anapoweka. Sasa hizi kuna watu wa Mungu wanawekwa kwenye mabaraza, wanapigwa barua za makalipio. Wewe mnawauliza kwanza, umekula nini mpaka ukaenda kwenye baraza pale? Umekula nini? Sije kuwa watu wameenda pale wamelewa, alafu wanaenda kuamua kesi za watu wa Mungu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, wanapishana. Mtu amehubiri msile nyama, mtu anayetoka jasho amekasirika, anaenda kusema hapana, wakati baada ya kusema amina amesema hapana.
Anafundishwa utatu ni uongo, baada ya kusema ndio anasema hapana. Muulize kwanza umekula nini?